ina maana gani kiroho pale ambapo unaota ndoto na unaona unadumbukia katika shimo refu sana, na mwingine anaona anadumbukizwa na maadui zake katika hilo shimo na hakuna mtu anayemsaidia. Mwingine anaona biashara yake imezungukwa na mashimo, mwingine anaona nyumba yake imezungukwa na mashimo. Ndoto ya kudumbukizwa shimoni ama kuona mashimo imekuwa inawatesa watu wengi sana. Ndugu mmoja, mama mmoja aliniambia, "Pastor, ninaona katika kile kiti changu pale ofisini, ninaona wafanyakazi wenzangu wamenichimbia shimo pembeni kwenye kiti changu na wamekaa wanasubiri nianguke ama nidumbukie kwenye hilo shimo." Sasa ndoto hii ina maana hizi zifuatazo. Maana ya kwanza, kwamba maadui zako ama adui zako tayari wamekuandalia mtego ama mpango mkakati wa kukuzamisha, wa kukumaliza. Yamkini kwenye biashara tayari wameona unafanikiwa kuliko wao. Yamkini lile jambo ambalo unalifanya tayari wameona lina matokeo makubwa. Yamkini wameanza kuona ndoa yako ina furaha sana. Kwa hiyo tayari wamekuandalia mpango mkakati wa kukuzamisha, wa kuizamisha hiyo ndoa yako, wa kuzamisha hiyo biashara yako. Na mwingine anaonekana pale kazini anakubalika na bosi, anapata kibali, anapata favor, anapandishwa cheo. Kwa hiyo tayari wafanyakazi wenzake sasa wanamuandalia mpango mkakati wa kumwangamiza, wa kumdumbukiza. Ndio maana kwenye ndoto anaota anadumbukia shimoni. Manake ni kwamba anazama katika lile tego ambalo maadui wamekwisha kumuandalia, na siku si nyingi atapata jambo baya sana litakalomwangamiza moja kwa moja. Ni watu wachache sana ambao wanazama shimoni na kutoka wakiwa wazima. Na tafsiri ya pili, manake ni ishara sasa nafsi yako imejawa na hofu ya kushindwa. Yamkini umechumbiwa, yamkini umeanza biashara, yamkini umeolewa, na mawazoni mwako, kwenye mawazo yako umejawa na mawazo ya kushindwa. Yaani wewe unawaza tu kushindwa, kuachika, kufeli. Ndio maana nafsi yako sasa inaota unazama katika shimo. Na tafsiri ya pili, manake ni kwamba tayari adui yako amekuandalia mtego ambao utakufanya wewe uanguke dhambini.